mataifa 7 yenye nguvu kupita wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema kuna makabila 7, kuna Wahiti, kuna Wajini wale, si ndio? Wako nchi ya wapi? Ya nchi ya ahadi, wamekaa pale. Lakini anasema ni mataifa yenye nguvu kuliko nyie. Kwenye nchi ya ahadi kuna watu ambao wanatawala. Kuna watu ambao wamekaa, lazima tukomoke kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuliko nyie, kuna vitu vina nguvu kuliko sisi, hatuwezi kuvishinda. Ila kwa jina la Yesu tunavishinda. Mungu, kuna jambo gumu, piga magoti mbele za Mungu. Mungu naomba nitetee. Kuna moja mbili tatu. Mungu, watu walikuvizia hapa, wao siku umepita huko. Wanakukuta huko mbele, wenyewe wamebaki hapo kukuvizia. Amen. Lakini ukitumia akili yako upiti. Utoboa. Hii dunia imezingirwa na maadui. Kuna vitu vingi vinatuvunia, vinatuwita. Usione hivi leo una furaha, maana ni Mungu ameifanya kwa wewe ya furaha. Lakini shetani anataka kuivuruga. Lakini tunapomwachia Yesu, anajua kesho yake ataitengeneza. Shetani anataka kuivuruga, Yesu anaitengeneza, ataitengeneza, unapita salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna vitu vinatisha, Mungu anajia zake. Sasa kuna vitu ambavyo vimekamata. Muhiti anaendana nini? Na hofu. Chukulia kama ni hofu. Ukiweza kuishinda hofu katika wokovu, na kuambia utakuwa umevuka sana. Wala kwa tunajifanya tuna ujasiri hapa. Hey, ujasiri hauko. Na kuambia ujasiri. Kitu kidogo kusema tufanye kwa imani, watu wanakata tamaa. Mimi nakumbuka tunaanza kujenga kanisa kule, watu walipoona kanisa kubwa wengine wakachanganyikiwa kabisa. Yaani kabisa sisi ni mapanzi, hatuwezi kujenga kanisa. Alafu walokole wana imani wanaenda mbinguni. Ukiwaambia mimi yani mimi nina imani mimi ya kungoa milima, imani yako iko wapi? Mafanikio makubwa huwezi kumwacha Mungu. Unajua ni Mungu aliyenifikisha hapa. Na unamwabudu nani? Mungu. Kwa sababu lengo la Mungu anataka watu tufike wapi? Mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio mafanikio kidogo yakarudisha nyuma ya karibu wokovu wangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Efeso 5:26 inasemaje? Lakini wewe ukikuomba tafuta maji hapo. Sasa shetani anatufanya na pala life kanisa. Anataka kuwa na kanisa ambao sio waombaji. Kuwa na kanisa tu wala wanachukua maji. Yesu amejaa hapo. Hata watu kudharau tu, unajua mimi na Mungu wako na shughuli. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mwambie mmoja tuko ofisini wapi? Tafuta mtu anaenda hata chooni. Usiangalie mtu. Kama kuna nafasi unaenda kwa madhabahu. Kuna watu wanaabudu mizimu. Vyote vile system ya kuabudu ili kuiondoe. Kama kuna abudu kwa system ambayo haifai, ili uondoe kusimama katika wokovu. System ambayo ni nzuri. Kuna vitu vingi kusema ondoe. Ndipo la Mungu ambao sina wasiwasi, Mungu ananiambia popote. Ukiwa na imani ukiwa na ukiwa kwa Mungu imani. Hata kama umekula chakula cha sio. Kama una Mungu unajua kabisa ndani yupo. Yaani unaona kabisa Mungu yupo. Lakini kama unaona kabisa ndani hapana kitu. Lazima ujione kabisa kuna kitu. Kama hakuna, mtafute Mungu na wewe kuonesha kuna kitu ndani. Ili unapotembea unaona kabisa watu wakikudharau kucheka, lakini unajua Mungu anendani yupo kuliko wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba tusimame. Umwambie Mungu mwenyewe kwa Mungu, inawezekana nimekaa jangwani muda mrefu, inawezekana sijafurahia, au inawezekana nimeingia nchi ya ahadi lakini sijaangamiza maadui, lakini sasa Mungu nipe nguvu, nipe mamlaka, ufahamu wangu ubadilishe mentality, yani kufikiri kwangu namna gani jinsi ya kupambana na maadui ili uwe na authority ninapotembea. Yani Mungu anajua kabisa amenipa mambo Mungu anayokusudia katika ulimwengu huu. Yale Mungu anayokusudia kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu akapata kukuinua kwa namna ya ajabu, kwa sababu amekuokoa kwa damu ya mwana. Sio mtu kuteseka, sio mtu kunyanyasika. Yesu yupo kwa ajili yako. Yesu hajakusomesha bure. Mungu hajakuokoa bure. Hajakuumba bure. Hajakuleta duniani bure. Kuna kitu kinakusudi mbele za Mungu. Hebu nenda mbele za Mungu, mwambie Mungu sana, ni wapi ambapo nimekwama? Ni wapi ambapo sijagundua? Ni wapi sijatambua? Kwa nini shetani ametawala? Shetani ana nafasi kuanzia sasa. Ni wakati wa kukomboa nafsi yako ili uvuke katika wakati mwingine. Yesu unapakoseke. Yesu Kristo wa Nazareti, wewe ni Mungu anayefanya mambo makubwa. Ni wewe unayefanya mapinduzi ya ajabu. Hata kama unadharauliwa, imani yako
watawala kwa jina la Yesu. Sisi ni watawala kwa jina la Yesu. Sisi ni watawala kwa jina la Yesu. Lazima tuone matunda ya ahadi. Tusiishie jangwani. Kataa kuishia jangwani. Kataa kuishi maisha jangwani. Kataa kwa jina la Yesu. Mwambie Mungu nakataa. Nimeishi jangwani muda mrefu. Ni wakati wa kuvuka lango. Niko tayari kuvuka lango kwenye nchi ya ahadi. Haijalishi kuna hofu. Haijalishi naona mabadiliko. Lakini kwa jina lako naona mabadiliko. Uwe tayari kubadilika. Uwe tayari kumsikiliza Mungu. Uwe tayari